So leo tutaanza na kitu cha msingi kabisa. Forex ni nini? Kama wewe ni mpya kwenye biashara ya Forex, hakikisha unatazama hadi mwisho ili uweze kuelewa hatua kwa hatua. Forex ni soko kubwa zaidi la kifedha duniani. Kwa kiufupi ni mfumo wa kubadilishana fedha za nchi moja na nchi nyingine. Mfano rahisi, ukienda Marekani na kubadilisha shilingi ya Tanzania kwa dola ya Marekani, hapo tayari umeshafanya Forex, kubadilishana kifedha. Lakini katika biashara ya Forex tunalenga kupata faida kutokana na mabadiliko ya bei ya fedha hizo. Inakadiriwa kuwa takribani ya dola za Kimarekani trilioni 5 kubadilishwa kila siku kwenye soko la Forex. Kuna mashirika ambayo yapo kwenye Forex takribani 8, benki kuu, taasisi za kifedha, kanuni za biashara, wafanyabiashara wa Forex wa binafsi ambao mimi na wewe, matukio ya kijiografia na kisiasa, habari za kiuchumi, makampuni na viwango vya riba. Haya ndio mashirika yanayoendesha soko la Forex. Kwenye soko la Forex kuna currency pair, yani jozi za fedha. Zipo nyingi, nitakutajia chache za nchi tofauti tofauti. Kuna USD, GBP USD, USD JPY, USD CHF, USD CAD. Kwenye hizi currency pair kuna basic currency na court currency. Mfano tuchukue USD, euro dhidi dola Marekani. Euro ni basic currency na USD ni court currency. Kwa euro ni sarafu ya kwanza inaorodheshwa kwenye hii pair. Bei ya pair inaonyesha ni sarafu ngapi za koti unazohitaji kununua unit moja ya base. Mfano kwenye USD ni 1.0700. Ina maana euro moja ni sawa na dola 1.07. USD ndio court currency, inaonyesha thamani ya base currency kwa vipimo vya sarafu hii. Ukiona bei ya USD ikipanda, hiyo inamaanisha euro inaongeza nguvu dhidi ya dola. Ukiwa trader unajua lini kununua na lini kuuza ili kupata faida. Kabla hujaanza kutrade ni muhimu kuelewa vitu vya msingi: pips, lots na speed. Pips ni kitengo kidogo cha mabadiliko ya bei. Lots ni kiasi cha fedha unachonunua na kuuza. Speed ni tofauti kati ya bei ya kununua na kuuza. Kabisa tuelezee pips. Pips inafanyaje kazi? Ni unit ndogo ya mabadiliko ya bei ya currency pair. Mfano USD, ikiwa bei inapanda kutoka 1.1000 hadi 1.1101, hiyo ni pips moja. Pips ndio njia ya kuhesabu faida na hasara yako katika trade. Twende kwenye kanuni. Thamani ya pips. Kwenye USD pips moja sawa sana dola 10 kwa lot size moja. Kwa hiyo kwenye kanuni utazidisha kwa 10 kwenye pair USD. Tukichukua lot size ya 0.01 kwenye mahesabu 0.01 ukizidisha kwa 10 utapata 0.10. Kwa hiyo pips moja sawa na dola 0.10 kwa lot size ya 0.01. Hiyo ndio lot size ya chini kabisa. Kwa hapo kila pips tutazidisha kwa 0.10 kwa lot size ya 0.01. Tukienda kwenye trading view, tukiweka pips 20 za faida na pips 10 za hasara. Kuelewa vizuri, ukiwa unagawanya pips za faida unabidi ugawanye mara 2. Yaani pips 20 za faida unagawanya mara 2 ndio utapata pips 10 za hasara. Unavozidi kupandisha kiwango cha pips unagawanya mara 2. Fanya mahesabu. Kwenye pips 20 za faida utazidisha kwa 0.10 utapata dola 2. Tukija kwenye pips za hasara ambazo ni 10 utazidisha kwa 0.10 utapata dola 1. Kwa hiyo kwenye mahesabu yetu ya kugawanya pips tutapata dola 2 za faida na dola 1 ya hasara kwa kutumia lot size ya 0.01. Fahamu lot size. Lot size ni kiasi cha fedha unachonunua na kuuza kwenye Forex. Hasa tukija kwenye MetaTrader hapa kwenye Euro USD, tukibonyeza kwenye chart hapa kuna kitu kinachoitwa lots. Kwenye lots hapa tutatoa tujue thamani zile za lots. Kwenye lots kuna standard ya 10,000 ya 100,000. Standard loss ni 100,000 ambayo ukipiga hapa kwenye mahesabu unapiga 1.00 utapata
lot size moja. Hiyo ni ya standard lots. Tukija kwenye min lot ambayo ni 10,000 unit, utapiga 0.10, utapata 0.1. Hiyo ni min lots. Tukija katika micro lot ambayo unit 1000, tutapiga 0.01, ambayo ndio utaipata hii 0.01. Ukiwa beginner ni vyema kuanza na micro lot ili usipoteze mtaji wako kwa haraka. Na ukija kwenye MetaTrader, kwa hiyo ukija hapa kwenye MetaTrader, lot size utaipata wapi? Kushoto kuna sell, kulia kuna buy. Kwa hapa katikati ndio inapopatikana lot size, ambayo utakuwa unaweka kiwango unachokitaka wewe kuingia nacho kwenye kutrade. Trade ni tofauti kati ya bei ya buy ambayo ni ask na sell ambayo ni bid. Kwa kifupi, speed ni gharama broker ambayo huwa anatoza pale unapochukua trade. Kwa mfano, ukiwa na USD ambayo ask ambayo ni buy ni 1.1002 na bid ambayo ni sell ni 1.1000. Pale ukitoa utakuwa unapata 2. Kwa speed ni $2 cent ambayo huwa unachukua broker pale unapofungua trade. Spread ukiingia kwenye MetaTrader utaikuta upande wa kulia, utazikuta bei zimepangana. Pale ndo utakuwa unaangalia thamani za zile bei. Jinsi ya kufungua account ya Forex hatua kwa hatua. Kwanza kabisa, chagua broker ambaye anakubalika na ambaye ana leseni ya kuendesha Forex. Mfano XNX ni account ambayo unaweza kuruhusiwa kufungua ndogo hadi kubwa kutokana na mtaji wako ambao unataka kuweka kwenye account ya XNX. So kishaingia kwenye account ya XNX, hapo kuna sehemu ambayo sign in na register. Utabonyeza register. Kisha kubonyeza kwenye create an account, hapa utajaza nchi ambayo unatoka wewe ulipo. Utajaza Tanzania, then utajaza hapa email address yako. Kishajaza email address yako, utajaza hapa na password. Kishaenda huko, kishabonyeza okay, itakuleta saa maeneo ambayo account ishafunguka ya XNX, ambapo utaona kuna pair, kuna chati pate, kuna chati. Kwa hiyo utaenda maeneo hapa kwenye demo standard, ambayo kwa beginner ndo tabidi uanze kuchezea deposit. Maana deposit hapa utaletewa maneno kama haya. Kwa hiyo utabonyeza hapa deposit on live account. Subiria. Ushaingia pale kwenye deposit, watakuleta maeneo. Ushakuleta maeneo, kwa utabidi ufungue account, kwa sababu hauwezi ka deposit kwa sababu account zote bado hazipatikani unavailable zote, kwa sababu bado hawajakujua. Kwa hiyo itabidi ufungue account ili mradi wakufahamu, wakujue. Na utafunguaje? Kwa hiyo hapa utahitaji ufuate mlolongo ambao utaelekezwa. Kuna maeneo hapa yameandika complete profile. Kwa hiyo utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapa, kwa hiyo atakwambia uconfirm address, add profile information, confirm number. Unaona? Kwa hiyo hapo ukishabonyeza hapa get started, kwa hiyo itakuwa ina verify address yako pamoja na namba yako ya simu ambayo utabidi utaweka. Kisha search, then utaona hapo confirm email tayari washaikubali, confirm number zote tayari zishakubaliwa. Utaenda sehemu ya pili ambayo utaona add profile information,
ambavyo utabidi hapo ujaze majina ambayo utabidi yakae kwenye ID yako. Kwa hiyo ukishamaliza kujaza mlolongo huu wote, toka hapo utaletwa, ukishabonyeza okay pale, toka hapo atakwambia what is the purpose of open your account. Kwa hapo utajaza, utakuwa unabonyeza okay kila sehemu. Utazibonyeza okay kila sehemu zote. Toka hapo atakwambiaje, verify document verification. Kwa hapa utaandika jina lako kwenye check your name. Ushaandika hapo, utakwambia data use agreement. Toka hapo utaambia verify ID. Kwa hiyo hapo utaangalia passport, drive license, ID card, zote utachagua sasa iko wapi ambayo upo nayo. Ukishachagua kama hapo utachagua labda ID card, utaletwa hapa. Picha inabidi ikae vizuri, isipinde. Isionekane na blur, ionekane full. Utapiga mbele na nyuma. Toka hapo ukishapiga mbele na nyuma, utabonyeza sehemu inaandikwa submit. Sasa submit document. Kisha kamilika, sasa hapo itakuwa ipo active account yako kwa kuweka hela. Pili, kwa kucheza demo itakuwa tayari ipo active. Sababu tukienda kwenye deposit hapa tayari zishawaka. Unaona, kwa hapa naweza nikaweka pesa kwenye mobile money, Binance, bank card, Bitcoin, Ethereum, zote zipo active kwa sababu tayari kisha verify account yangu. Kwa hapa utabidi ufungue open account ambao sasa inabidi uwe active. Ukishabonyeza hapa open account, kwa utaangalia standard ambavyo wewe mtaji wako upo vipi. Kwa hiyo kama mtaji wako utaanza kuanzia $10 mpaka $500. Unaona? Kwa hapo utabonyeza standard account. Okay. Kwa hiyo ukishabonyeza standard account, hapo kuna real then kuna demo. Kama hapa real utajaza nickname, jina lako ambalo utapenda mwenyewe kuliandika, na max leverage, afu then kuna platform ambayo utabidi uchague, ambayo ndio hiyo MetaTrader 5, kuna MetaTrader 4. Utachagua ili mradi ucheze ipi. Hii ni real ambayo utabidi uweke pesa ndio ucheze. Kwa hiyo ukija hapo kwenye demo, utachagua demo, labda nifungue MetaTrader 4. Tutaandika kwa hapo, tukishaandika password yetu utabonyeza, kisha kama utabonyeza create account. Kwa hapa demo yetu ni hapa tayari, ni ya standard. Pili ni ya dola, pili ya dola 500. Kwa hapa itabidi sasa tukafungue MetaTrader ambayo tuloiweka kwenye demo yetu. Tutakuja hapa kwenye MetaTrader yetu. Ushakuja hapa kwenye MetaTrader yetu, sehemu imeandikwa setting. Ushaingia sehemu ambayo imeandikwa setting, utabonyeza new account. Ushabonyeza new account, utakuja hapa kwenye login. Ushakuja hapa kwenye login, utakuja kwenye neno limeandikwa MetaCoat demo. Utabonyeza MetaCoat demo. Ukija huko kwenye account ya XNS, kwenye tulisign kwenye MetaTrader 4. Kwa hiyo kuna namba ambazo za login ambazo 7. Taandika hapa kwenye MetaTrader 7177134. Tuka hapo utaandika namba, cheka hapo utaandika password, cheka, kisha kuja huko kwenye euro. Kuja kwenye euro tayari unakuta ishafunguka. Kwa wewe tayari hapo una uwezo kufanyaje,
kwanza kubonyeza trade ambayo utabonyeza hapa buy au sell, kwanza kufanyaje trade kwa size ambayo unayotaka wewe, ambayo inaendana na mteja wako. Lakini kwa beginner ni vizuri kwanza na 0.01. Hapo itakuwa ni tayari umeshafungua akaunti ya forex ambayo utakuwa na trade. Lakini kwa yule beginner itabidi uanze mazoezi ambavyo kama nilivyokuelekeza katika demo account ambayo utabidi ufungue kwenye MetaTrader 4, ambayo utabidi una trade kufanya mazoezi kujiweka vizuri, ili mradi ukishaka vizuri umeshawiva na ushajifunza, kwa ndo utafungua lili pale utaweka pesa then utaanza kutrade. Na MetaTrader utaipata kwenye App Store au kwenye Play Store. Kwa wale Android utaipata Play Store, kwa iPhone utaipata kwenye App Store, ambao ukiingia kwenye App Store utaandika MetaTrader 4 ambao utaiona hii hapa, na MetaTrader 5 ambayo wewe mwenyewe unaoipenda uona tradia ni ipi. Kwa hiyo toka hapo nao pili XNS utaipata huku kwenye App Store. Utabonyeza hapa kwenye kuchukua, utaichukua download, kwa itakuwa hapa nikibonyeza inakuwa ni open. Kuna baadhi ya watu wanasema forex ni kamari. Ukweli ni kwamba forex ni biashara ya akili na mfumo, ambapo watu wa taasisi hununua na kuuza sarafu hiyo kutokana na mabadiliko ya bei ili kupata faida, sio kubahatisha. Ila ujuzi na nidhamu, mtu anaingia sokoni kama kamari kutofahamu misingi ya forex na kucheza kwa hisia bila trading plan na risk management. Kwa nini forex si kamari? Kuna misingi ya fundamental zinazofanya sarafu ipande na ishuke. Mfano ripoti za kiuchumi, habari za kisiasa, habari za biashara za kimataifa. Alafu pili kuna uchambuzi wa kiufundi ambao unaotumika. Kuna candle pattern, kuna chart pattern, kuna support and resistance, kuna supply zone. Ukitumia kanuni hizi ndio utaelewa forex ni biashara ya akili. Biashara hufanyika masaa 24 kwa siku, kuanzia Jumatatu asubuhi mpaka Ijumaa usiku. Na ndio soko kubwa lenye uhuru masaa 24. Kwa hiyo soko linafungwaga mwisho wa wiki siku ya Ijumaa. So video inayofuata nitaeleza jinsi ya kufanya uchambuzi kwenye resistance and support na demand zone and supply zone, na hakikisha unabonyeza